Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nachukua fursa nyingine, mara hii ni shukuru Mungu ambaye amefanya tukaonana mara nyingine. Kwa majina ni Mchungaji Ayub Ouko, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Asubuhi ya leo ningependa tufundishane katika kitabu cha Kutoka 9, nitasoma madogo kuanzia 1 hadi 3. Katika kitabu cha Kutoka mstari wa 1 hadi 3, madogo 9, kubwa kuanzia 1 mpaka 3. Kutoka 9, 1 hadi 3. Biblia inasema ya kwamba ndipo Bwana akamwambia Moses, nenda kwa Farao ukamwambia, hili ndilo Bwana Mungu wa Waebrania asemalo, waachie watu wangu waende ili wapate kuniabudu. Kama ukikataa kuachia waende, nawe ukiendelea kuwashikilia mkono wa Bwana utaleta pigo baya kwa mifugo yako juu ya farasi wako, punda, ngamia, ng'ombe wako, kondoo na mbuzi. Lakini Bwana ataweka tofauti kati ya mifugo ya Israeli na ile ya Misri, kwamba hakuna mnyama wa Mwisraeli atakaye kufa. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalimidini jina lako Bwana. Tunakupa sifa na utukufu. Asante Bwana kwa asubuhi. Asante kwa neno lako. Asante hata kwa watu wako ambao Bwana umeweka tayari ile wasikie kutoka kwako. Na kabidhi wote Bwana mkononi mwako. Uwabariki Bwana, uwape Bwana usikivu, ili Bwana neno lako ipate nguvu na ipate nafasi katika moyo yao. Asante Baba, anza nasi, kwa sababu nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Jinsi niliwaambia awali ya kwamba mimi ni Mchungaji Ayub Ouko, natoka kule Nyakach, Kisumu County. Wakati huu tunafanya kazi ya huduma hapa Nairobi, Kibra, katika kanisa la St. Meshach Fellowship Church. Hapo ndio tunafanya huduma. Dakika hili Mungu ametengeneza nafasi ili tufundishane pamoja nawe katika neno ambalo tayari nimesoma kutoka katika kitabu cha Kutoka 9 kuanzia 1 hadi 3. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alikuwa anataka kuokoa Wanaisraeli walipokuwa katika nchi ya utumwa, aliweza kutumia Musa ambaye pia alikuwa mmoja wao. Na pengine Mungu huwa akitaka kuokoa jamii fulani ama mtu fulani, lazima atatumia mtu ili aokoe nao watu wake. Musa, ukisoma hadithi ya Musa, utapata ya kwamba Musa alikuwa moja ya Waebrania, na wakati walikuwa pale Misri, Farao alitoa amri ya kwamba kila mtoto kiume ambaye amezaliwa pale auawe. Na kwa sababu Mungu alikuwa na Musa, ilipata kama hiyo nafasi Musa alizaliwa katika hiyo harakati ya onyo kuu ili watoto wa wanaume wauliwe. Na Biblia inasema ya kwamba huyo mama wa Musa alienda
akaficha mtoto kando ya bahari, na wakati bintiye Farao alienda kuoga pale, akasikia sauti ya mtoto, akamchukua pale, na hakika walikuwa wanajua ya kwamba huyu ni mtoto wa mama Mwisraeli, na mtoto huyo alichukuliwa na bintiye mfalme Farao, akapelekwa kwa mfalme. Yeye alikuwa anakuwa pale kama mtoto wa mfalme, lakini akiwa mkubwa pengine aliambiwa ya kwamba wewe sio mtu kutoka Misri. Akasikia na akajua ya kwamba yeye ni mkaji pale. Hata kama alikuwa kwa mfalme, chochote ilikuwa inafanyika pale kwa mfalme, yeye pia alikuwa anafanyiwa. Na kumbe Mungu alikuwa na mpangilio bora ili Musa akue pale, ili ajue mbinu, ajue yale tactics ambayo mfalme Farao anatumia. Kumbe yeye ndio Mungu alikuwa amemteua, na Mungu alikuwa amemtengeneza ili siku moja yeye ndiye atakuwa mfalme, yeye ndiye atakuwa kiongozi wa kuokoa Wanaisraeli, watu wao. Mungu anaweza kuweka mahali, na akikuweka pale ako na mpangilio nawe, ako na mpango bora nawe, ya kwamba pengine anataka kutumikia ili siku moja wewe ndio uokoe watu wa kwenu. Ukiwekwa mahali, ujue sauti ya Mungu ni gani, mpangilio ya Mungu ni gani kukuhusu wewe mwenyewe. Wengine wamewekwa mahali, wengine wamepelekwa mahali fulani, lakini hawajajua ya kwamba mpango ya Mungu kuhusu maisha yangu ni gani. Hata Musa mwenyewe hakuwa anajua ya kwamba Mungu ako na mipango naye ili siku moja aokoe Wanaisraeli. Hapa mahali nimesoma, Biblia inasema ndipo Bwana akamwambia Musa, nenda kwa Farao ukamwambie hili ndilo Bwana Mungu wa Ibrania asemalo, waachie watu wangu waende ili wapate kuniabudu. Nataka tusikizane kabisa nawe. Hapa Mungu alikuwa ananena na Musa baada ya Musa kukuwa mtu mkubwa, na wakati huu tayari alishatoka Misri kwa mfalme Farao. Alipokuwa anakuwa pale, akagundua ya kwamba yeye sio mtoto wa binti Farao. Alikuja kugundua kuna vitu unaweza fanya, na hata ikiwa siri namna gani, itakuja kugunduliwa baadaye, itakuja kujulikana. Musa aligundua ya kwamba hata kama alikuwa anakuwa pale, lakini yeye sio mtoto wa binti Farao. Ukisoma katika Waibrania inasema ya kwamba Musa alikuja akakana siku moja, akasema kuanzia leo mimi sitaitwa tena mtoto wa binti wa Farao. Yeye ndiye alikataa. Kuna vitu zingine wewe ndio unaweza kataa. Kuna vitu zingine inaweza fanyika kwa maisha yako mpaka kabla wewe hujawahi gundua. Kama wewe hujawahi gundua na useme yale inanitendekea kuanzia leo haitanitendekea tena, ni wewe ndio unakataa. Kuna vitu zingine usipokataa haziwezi koma, haziwezi zikakuacha. Ni wewe mwenyewe kwanza lazima ugundue na ujue ya kwamba hata kama ni maroho za uchawi zinatendekea katika hiyo jamii, katika familia yenu, hata kama ni urogi, hata kama ni akili, kwa sababu kuna jamii fulani hawana kibali ya kuenda shule. Watoto wote hawajaenda shule, pengine wanajaribu kwenda shule, lakini wakifika katika darasa la 5 wanawacha shule. Kuna wengine hata wasichana, unapata kama bahati ya wasichana haiko pale. Wasichana wote waliwacha shule, wakifika darasa la 8
wanapata kuoleka, na hiyo ni roho. Sasa wewe kama yule anaye na akili tamamu na tayari umegundua ya kwamba kunaye roho inayotawala katika jamii mahali nilipozaliwa, kunaye roho, hata ikiwa ni roho ya uwizi, wewe ndio unagundua ya kwanza, na uwezi ukagundua kama hauna uokovu, kwa sababu hiyo ni Roho Takatifu ndiye anaweza kusaidia ili ujue ya kwamba kunaye roho inayopigana na maendeleo ya kwetu, kunaye roho inayopigana na kuendelea kwetu. Ndipo ukigundua unaanza kukataa. Unaweza kataa, unaweza simamisha na useme kuanzia leo hatutaitwa tena wafakara, kwa sababu roho ya ufukara inafuata yule ambaye utapata hilo boma, baba ama babu alifariki kwa njia isiyofaa, na alifariki bila kupata chochote. Kunaye rafiki alikuwa ananielezea ya kwamba wakati baba wake alifariki, ni rafiki yangu anatoka kule Mbita, matanga ilikosa hata sanduku ya kuzika babake. Jamii yote, hiyo familia yote, hakuna yule angeweza hata kutoa pesa ya kununua sanduku, mpaka wakaenda wakakopesha sanduku. Jeneza walienda wakakopesha, wakaahidi huyo mwenye kutengeneza jeneza ya kwamba tutakulipa kabla baba azikwe. Na ilipofika hiyo siku, huyo akakuja kudai deni ya jeneza, na kuna yule alikuwa na pesa. Ilibidi maiti itolewe kwa jeneza. Huyo babake alizikwa bila sanduku. Kuna maroho zingine lazima sisi ndio tukatae kabisa. Musa alikataa, akasema mimi kuanzia leo sitaitwa tena mwana wa binti Farao. Ni nini wewe inakufanya na hujagundua? Pengine wewe umechukua na kwamba ni kitu ya kawaida, hata ikiwa ni ugonjwa, wewe ndio unakataa. Kuna ugonjwa ya familia kama siku selanemi, ni ugonjwa ya kifamilia, inafuata hiyo uzao, na wewe ndio unaweza kataa useme mimi katika familia yangu haitapatikana mwenye siku selanemi, kwa sababu maandiko inasema katika kitabu cha Mithali, ukisoma katika kutoka mlango wa 18:21 mstari, inasema ya kwamba kunaye nguvu katika ulimi. Wewe unaweza nena jambo juu ya watoto wako na hayo mambo ikome. Unaweza nena wewe mama, useme mimi roho ya tasa haitanishika tena. Pengine ilisumbua mama, roho ya saratani. Kuna wengine wako na hiyo roho ya ugonjwa ya saratani. Kila mmoja ambaye amezaliwa pale lazima pitie. Pengine ni saratani ya matiti inashika kila msichana pale. Pengine ni roho ya kukosa kuoleka, yeye anaoleka kila mara, hana bahati, ni bahati mbaya huyo. Wewe ndio unaweza kataa jinsi Musa alikataa. Biblia inasema ya kwamba wakati Musa alikuwa kwa Farao, alikuwa pale mpaka pengine yeye alijua ya kwamba yeye ni mmoja ya watoto wa mfalme, lakini alikuja akagundua baadaye. Kuna jambo unaweza pitia ukiwa mchanga, unaweza pitia mambo bila kujua ukiwa mchanga, lakini unapoingia katika wokovu utakuwa kiroho, na ujue yale mambo ya siri inayotendeka kwa jamii, na ujue mambo ya siri inayotendeka kupigana na kuendelea kwenu. Ujue mambo ya siri inayofanyika katika nchi ya giza. Hiyo inataka yule ameingia kwa wokovu
na akazamia. Sio wokovu tu ya salamu. Wakati huu wengi wako na wokovu wa salamu, wanasema tu Bwana asifiwe. Hiyo ni salamu tu, lakini katika roho yake ndani hana wokovu. Wengine wanasema mimi niliokolewa kitambo sana, lakini ukiangalia nyaya zake, matendo hakuna. Ukimwangalia yale yanayotenda haifuatalii na wokovu. Wewe ndio unaweza kataa na useme mimi kuanzia leo nataka nitembee na Yesu, nataka nitembee na wokovu wa kweli, nataka watu wajue ya kwamba Mungu aliniokoa. Kwa sababu wokovu inajulikana kwa matendo, sio kwa salamu tu, sio kuvaa, haiko kwa mavazi, ni matendo. Musa alikuja akagundua, na bado alikuwa pale. Alipogundua akasema kuanzia leo mimi sitaitwa tena mwana wa binti Farao. Na akatoka. Siku moja wakiwa pale jangwani, Biblia inasema vita ilitokea kati ya Waibrania na Mwisraeli, wakapigana. Na Musa alipoona kwamba wanapigana, Musa alienda akapiga mmoja wa Waibrania mpaka kafa, akazikwa pale. Uoga ikamshika akatoroka. Na kuanzia hiyo siku Mungu akanena naye. Tayari alishakoma. Inafaa wewe ukome. Ukoma kwa akili, ukoma kiroho. Kuna mambo mengine huwezi ukafanya kabla hujakoma. Hata kwa wokovu inataka yule amekoma, kwa sababu mapito ni mengi. Kuna majaribio, na huwezi ukapita majaribu kama hujakoma. Koma kiakili, kiwokovu. Kuna mambo zingine wewe unaweza pita tuseme hiyo ni kawaida, kwa sababu Mungu anakupigania. Musa alikuwa amekoma, ndipo Mungu akanena naye akamwambia, nenda ukaokoa watu wangu wana Israeli. Biblia inasema Musa akauliza Bwana asifiwe sana. Musa akauliza ya kwamba nikienda kwa wana Israeli nitawaelezea ni nani na amenituma, nini nitawaambia? Alijua ya kwamba wana Israeli ni watu wa roho ngumu, hawatasikia. Nitawaelezea ni nani amenituma. Na Mungu akamwambia, nenda ukawaambie ya kwamba mimi Mungu ndio nimekutuma. Na bado alikuwa anaogopa. Wakati alienda pale akawaelezea, akatoka akaenda pale kwa alienda pale akakuwa mchungaji ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa pale jangwani, hapo ndio sasa Mungu alienda akaonena naye. Mungu akamwambia, nenda ukaokoe watu wangu. Na alikuwa jangwani, akaona moto kama kichaka inawaka moto, na haoni yule ananena, sauti ndiyo anasikia. Alipokaribia moto pale jangwani, Mungu akanena naye ya kwamba ondoa viatu, kwa sababu mahali unaelekea ni mahali patakatifu. Bwana akamwambia, nenda basi ukaokoa watu wangu. Hiyo wakati ilipata kama ako kwa Jethro, alikuwa anamchungia kondoo. Bado alikuwa na uoga. Mungu anaweza nena nawe ili uende uokoe watu wa kwenu, lakini wewe sasa unajiangalia kwa mawazo na akili zako wewe mwenyewe. Unajiangalia, unaangalia mali yako, unaangalia masomo, unaangalia kiwango. Unasema mimi tu siwezi nikaenda, siwezi nikashinda vita,
Kuna vita zingine Mungu anaweza kuambia wewe ndio uende umalizane naye, lakini wewe, kwa sababu wewe unajiangalia jinsi wewe uko, unaangalia jamii, unaangalia mahali umetoka, unaangalia masomo yako, unasema mimi siwezi. Wakati wote Mungu amekutuma, tayari kuna backup nyuma yako, kuna backup, hautashindwa. Alikuwa anajua ya kwamba Musa kwanza alikuwa mgagamizi, lakini hiyo sio kizuishi. Alijua ya kwamba yeye ndiye ametuma Musa. Musa akaenda kwa Farao. Hapo mahali penye nimesoma ya kwamba ndipo Bwana akamwambia Musa, nenda kwa Farao ukamwambie, hili ndilo Bwana Mungu wa Ibrania asemalo, waachie watu wangu waende ili wapate kuniabudu. Haikuwa mambo ya urahisi ili Wanaisraeli waachiliwe kwa nchi ya utumwa. Iligharimu mkono wa Bwana. Walikuwa katika kazi ya utumwa Wanaisraeli, na hao ni watu wa Mungu ambao alifanya nao agano kupitia Ibrahimu, Yakobo na Isaka. Kunaye agano walifanya, ndipo Mungu akatokea. Wakati Wanaisraeli walikuwa kwa shida, walikuwa wanapitia machungu, walikuwa wanalazimishwa ili wafanye kazi isiyo yao, walikumbuka Mungu. Wakati uko kwa shida, pengine wewe unakumbuka watu wa kweli. Wamama wengine wanakumbuka mabwana zao, wengine wanafikiria kwao nyumbani, wengine wanafikiria mababu. Wanaisraeli walipokuwa katika shida, walikumbuka agano waliofanya na Mungu. Na Mungu sio binadamu abadilike. Akifanya na wewe agano, hakika itatimia. Wakati wote ukiwa kwa shida, kumbuka Mungu. Katika hali yoyote, kumbuka Mungu. Sema, Mungu, wewe ndio uliniumba. Kwa sababu agano inasema wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe unafanana na Mungu. Na ukisoma katika Yeremia 29:11 inasema ya kwamba mimi Mungu ndio najua yale nimewapangia, sio mabaya. Yule anayeleta mabaya kwako ni shetani. Yohana inasema ya kwamba ukisoma 10 inasema shetani ambaye ni mwizi alikuja kuharibu, kuiba na kuua. Sasa mwenye mabaya ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mama, yale unapitia machungu sio Mungu. Wengine wameweza hata kulaumu Mungu. Anasema, Mungu, mbona mimi umeniacha napitia machungu? Umeniacha kwa nini? Watu wananichekelea. Sio Mungu, ni shetani. Huyo ndio alileta mabaya kwa wanadamu. Musa akaenda akanena na Farao, na bado alikuwa anaogopa. Hakuwa anajua ya kwamba Mungu ako nyuma yake, lakini yeye ndiye aliteuliwa. Alikuwa na upungufu. Unajua Mungu hawezi akachagua yule anayetosha kulingana na jinsi wanadamu wanaangalia. Anachagua yule ana upungufu. Ukiwa na upungufu, ndipo ukishinda itajulikana wazi ya kwamba ni Mungu. Lakini kama wewe umequalify, utajua ya kwamba qualification zako ndio ikafanya umeshinda. Musa alikuwa na upungufu, kwa sababu tunajua alikuwa na ugagamizi, na huyo ndio Mungu akachagua akamtuma kwa Farao. Na tayari tunajua
Farao hakuwa tu mtu hivi hivi, alikuwa mfalme. Musa anaenda pale na huko ndio alilelewa, amejua tactics zote zile, mbinu mfalme alikuwa anatumia. Wewe unaweza chaguliwa, usijionee ya kwamba wewe uwezi. Mungu akikuchagua atakupa nguvu na uwezo. Hata ukiwa mdogo, familia inaweza kuwa kubwa. Pengine wewe ni mtoto wa mwisho, pengine ni wewe ni mtoto wa katikati, pengine katikati ya watoto wenu wote wewe ndiye hauna hela, lakini Mungu akikuchagua atakupa uwezo, atakupa nguvu, atakupa ushindi. Musa alichaguliwa, sio kana kwamba yeye ndiye alikuwa anajua, lakini Mungu alimteua, akampaka mafuta, akamtuma ya kwamba enda umenyane na Farao na umwambie awachie watu wangu waende. Kunaye watu wengi wameshikwa mateka, kunaye watu wengi wameshikwa na magonjwa, kunaye watu wengi wameshikwa na mambo mengi, lakini wewe Mungu anaweza nena nawe akwambia wewe ndiye uende uokoe watu wako. Enda umenyane na watu wa kwenu, enda umenyane na watu wachawi, wale waliofanya kwenu ikarudi nyuma. Na Mungu akinena, usiwe na uoga, usiwe na uoga, muamini Mungu, muamini Mungu, useme mimi ndio nitaokoa watu wa kwenu, mimi ndio nitaokoa kwa sababu Mungu amenena nami. Nenda ukawaambie, enda ukawaambie ya kwamba wacha watu wangu waweze kuenda waniabudu. Watu wa Israeli walikuwa wameshikwa mateka na Mungu akanena. Wewe mahali huko ni wapi umeshikwa mateka? Unajaribu kwenda uwezi, unajaribu hata kufanya kazi uwezi. Ukijaribu kazi inaharibika. Unajaribu hata kupeleka watoto shuleni uwezi, kwa sababu umeshikwa mateka na Farao. Leo hii asubuhi nimekuja nikwambie na kwa Mungu amenituma nikuelezee, lazima Farao akuache ili uende ukaabudu Mungu, ili uende ukatumikia Mungu. Hata ukiwa katika matekwa ya magonjwa, lazima ugonjwa itakuacha ili upone kwa jina la Yesu Kristo. Sijui ni mateka gani imekushika, sijui uko katika hali gani. Yale najua ya kwamba Mungu amenena, na kinena yeye ni Mungu, sio binadamu. Nataka niombe na wewe katika hali yoyote, ukiwa mgonjwa, ukiwa katika hali ya chini, watu wamekuchekelea, watu hata marafiki wamekutoroka. Nimekuja nikwambie ya kwamba lazima Farao akuache. Sijui uko kwa mateka gani. Amini Mungu tuweze kuomba nawe. Hata kama umekosa karo ya kupeleka watoto shuleni, amini Mungu anaweza. Kama unaweza inua mikono, kama unaweza shika TV, kama unaweza piga magoti, amini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio umeweza yote. Asante Bwana katika maisha ya huyu ndugu, asante katika maisha ya huyu dada, asante Bwana katika maisha ya huyu kijana. Bwana, unajua yale anapitia. Kupitia jina la Yesu Kristo Bwana, nanena uhuru juu yake, nanena Bwana kufunguliwa kwake, nanena Bwana baraka. Bwana umtendee wema, kwa sababu nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo, amen. Kwa majina ni Mchungaji Ayub Ouko, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ukiangalia hapo chini utaona namba yangu, unipigie. Ukiwa mbali unipigie, tuombe pamoja nawe. Kunaye wengi wamenipigia tukaomba nao na wakawa na ushuhuda. Ukitaka kuja katika kanisa, tuko pale Kibra karibu na Raila Education Center. Hapo ndio tuko na kanisa hapo. Ushukie Karanja hapo katika karibu na Raila, tuko hapo. Unipigie hapo chini, namba yangu ni 0727 385424 0727 385424. Namba nyingine ya Airtel ni 0734 434 156.
Mungu akubariki sana. Tuonane siku nyingine. Shalom, shalom, shalom. Turn